ametujalia nafasi hii ya pekee kwa mwaka huu tena tuweze kukutana pamoja, na bahati njema karibu wote wa kanda tupo na ninyi kwa uwakilishi mpo. Nipende kuwashukuru waliotangulia na kuwapongeza wale waliowahi na kuanza mada hizi nasi ambao tumechelewa kidogo kwa sababu ya majukumu mengine. Na swali ambalo lilikuwa linazungumzwa la mwisho, ninawiwa niseme hapo neno moja angalau pia la kutuimarisha na kututahadharisha, na hasa tunapoelewa ukuu wa Ekaristi Takatifu na hayo ambayo tumejifunza yote. Basi tukiwa tunaendelea, hata sisi kule Kigoma tunaliangalia pia, hamna anayekomunika kwa ulimi akanyimwa, anaweza kukomunika, na anayekomunika mkononi pia basi naye anaruhusiwa, ingawaje mahangaiko hayo ambayo yamesemwa nami ninayaona na tunayafanyia kazi pia kufikia mahala ambako inaweza ikawa na faida zaidi. Ni vyema basi tukaangalia na sisi ambao bado tunapokea mkononi, na mikono yetu pia iwe katika hali safi. Kuna mwingine anakuja mkono huo ukiwaangalia ameandika hapo mahesabu, na mwingine ameandika hapo namba ya simu, labda naamini hiyo namba Yesu akiwekwa hapo basi na huyo mwenye namba nafikiri akimpigia baadaye mambo yake yananyooka. Mimi naomba na hili pia tuliangalie. Na wengine hasa akina mama, samahani, kuna yale mnayopaka saa nyingine huko, hasa huo mkono unakuwa na njano saa nyingine kama nyekundu hivi, halafu nafikiri hata ukiondoa hauondoki, halafu unakuja unataka hapo mpokee nani? Yesu. Hiyo ni sawa sawa? Basi tujaribu na hayo pia kuyaangalia, hata ikiwa basi tunatamani liende hapo kwenye mdomo, na vile vile tujitahidi elimu ambayo amesema Baba Askofu Bududu na yenyewe pia inahitajika. Kuna mwingine ukisharudi kumkomunisha kwenye ulimi, hata kutoa ulimi huo hajui, unakuta amefungua tu mdomo. Sasa unaona sasa kuna changamoto zake. Na mwingine pia usipokuwa makini unaweza akaondoka na kidole. Kwa hiyo na hapo tusisahau pia kuna masuala ya nini? Ya afya. Tuangalie pia afya zetu, na hasa kipindi kingine kama hiki kilichopita na hiki ambacho kipo, tunapaswa kuwa makini sana vile vile katika kupokea mdomoni. Tupokee kwa uchaji, tupokee kwa ibada, na tuwe makini vile vile tusije tukamng'ata na huyo mtumishi anayetuhudumia au akabaki na mate mkononi. Kama kuna shida yoyote inakwenda kwa mtu mwingine pia. Kumbe elimu tuitoe na tuipokee. Basi turudi kwenye mada yetu ya leo ya pili, msamaha, upatanisho na maisha mapya. Kwanza kabisa tukumbuke kama tunavyosoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 26 hadi ya 27 kwamba binadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa nani? Wa Mungu, na ameitwa kuishi katika ushirika. Na ndio maana tumekumbushwa hata na ile kauli mbiu yetu ya kanisa la kisinodi. Sijui kama mnaikumbuka. Kanisa la kisinodi, ushirika, ushiriki na umisionari. Na hapo ndipo tunaona jinsi ambavyo sote tunahusika na maisha haya ya kikanisa.
tunaangalia ushirika wetu na Mwenyezi Mungu, tunaangalia ushirika wetu na jirani zetu, na tunaangalia pia ushirika na nafsi zetu sisi wenyewe. Lile lingine lilikuwa ni katika kanisa, wote tujisikie ni washirika, na kama ni washirika tushiriki, na tukitenda hayo tunatekeleza wajibu wetu wa ubatizo, ambao kwa ubatizo wetu sisi sote ni akina nani? Ni wamisionari. Tunaelewana jamani? Ni wamisionari. Sasa katika hili la kuumbwa kwetu, tumeumbwa na tukaitwa kuishi katika ushirika. Ushirika na Mwenyezi Mungu, ushirika na jirani zetu, na ushirika na nafsi zetu sisi wenyewe. Hata hivyo, kwa bahati mbaya, dhambi imeleta mgawanyiko katika mahusiano haya. Ndiyo maana kila siku tunashuhudia majeraha yanayosababishwa na vitu kama uongo, usaliti, fitina, kutendeana vibaya, kudhaniana vibaya, dhuluma, mafarakano, chuki, visasi, migawanyiko na kuvunjika kwa mahusiano kwa ujumla wake. Haya yote ni madhara yanayosababishwa na dhambi. Katika hali hiyo, Mungu hakutuacha sisi wanadamu tupotee, kwa sababu Mungu ametupenda kwanza. Na Mungu kwa kutuumba sisi kwa sura na mfano wake, ametupenda na akatupenda sana, akatupenda mno, akatupenda upeo. Na hivi alianzisha mpango wa wokovu unaolenga kurejesha maisha mapya, ili tuweze kutoka katika hali hiyo ya dhambi. Mungu alipotuumba, alituumba tukiwa katika hali njema kabisa, lakini kutokana na hayo yanayosababisha mafarakano, yanayosababisha tukose kupatana na kusameheana, na tukose hata kusema na kusamehe, na tuweze kuingia katika maisha mapya, basi Mungu amechukua nafasi hiyo tena kwa upendo alio nao, ili tusije tukapotea. Na hivi ametupa nafasi ya kuturejesha na kuturejeshea maisha mapya, yaani tuwe tena na urafiki kati yake Mungu na sisi wanadamu. Ndio maana Baba Askofu Nzigilwa alipokuwa anafundisha hapa, ametuambia kuna mahusiano hata kwenye amri kuu za Mungu zile, kuna zinazomwelekea nani? Mungu. Halafu kuna zingine zinaelekea kwa nani? Kwa jirani. Kumbe na mahusiano yetu kuna ile ambayo tunaita ni ya kumwelekea Mungu, vertical relationship. Halafu kuna kurejesha mahusiano mazuri kati ya wanadamu, sisi kwa sisi, na hiyo tunasema ni horizontal, yaani ni katika mwelekeo sambamba, unaenda kwa wenzako, mnavyoishi, mnavyoweza kusameheana, mnavyoweza kupatana, na hapo mkarudisha mahusiano mapya, maisha mapya. Kwa maneno mengine, tunaweza kusema kuwa Mungu alianzisha mpango mkakati wa kuunganisha upya mahusiano yaliyovunjika. Nyenzo muhimu na za msingi sana alizozitumia Mungu katika kurejesha mahusiano haya yaliyovunjika, ndio hayo tumeyapa kama mada yetu, kwamba ni kupitia msamaha, ni kupitia upatanisho na kuishi maisha mapya. Na hivi baada ya kusema hayo, linatupeleka sasa katika kujiuliza, hivi msamaha ni kitu gani?
Na kabla sijatoa maana ya msamaha, niombe kwanza niwaalike nyote. Mmekaa sana muda mrefu na wengine mmekaa mazingira magumu, lakini nawaomba tusimame kidogo. Tusimame kidogo. Hebu tujinyooshe kidogo. Alafu niwaalike, tunapoendelea tusisahau kuishi ile amri kuu ya Mungu. Amri kuu ya kumpenda Mungu kwanza, na ya pili ni ipi? Umpende jirani yako kama. Sasa uanze hapa, kila mmoja ampende jirani yake, ahakikishe hafungi masikio wala macho. Asante. Basi tuendelee, kwa sababu kuishi amri hizi haihitaji kwenda chuo kikuu. Inahitaji tu kuyaishi katika hali ya maisha ya kawaida, na vile vile kuishi msamaha, upatanisho na kuanza maisha mapya hakuhitaji kwenda chuo kikuu. Tunatuhitaji tuishi hiyo amri kuu ya kumpenda Mungu zaidi ya chochote na kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Na kile ambayo hii ni kanuni ya dhahabu, ambacho usingependa mwenzako akutendee, na wewe usifanye nini? Simtendee. Kile ambacho ungependa utendewe, na wewe ufanye nini? Basi tuanze kuishi hayo mawili tukiwa hapa. Kwa hiyo nikiona mtu amesinzia, sina shida naye, ni jirani yake. Asante. Msamaha katika lugha ya kawaida ni nini? Msamaha katika lugha ya kawaida ni tendo la hiari la kuachilia chuki, kisasi, hasira na maumivu yaliyosababishwa na kosa la mwingine, na kuchagua kumpenda na kumtakia mema aliyekukosea. Si rahisi, lakini panawezekana. Na ukitaka uishi kwa amani, tujitahidi kuliishi na hili pia. Katika mtazamo wa Kikristo, msamaha si kusahau kosa, wala si kuhalalisha uovu, bali ni tendo la neema. Tendo la neema ambalo humfanya mtu kushinda ubaya kwa wema, kama anavyotueleza Mtume Paulo katika waraka wake kwa Warumi sura ya 12 aya ya 17 na aya ya 21. Anasema, msilipe ovu kwa ovu, zingatieni mambo mema mbele ya wote, kadiri inavyowezekana kwa upande wenu, muwe na amani na watu wote. Usikubali kushindwa na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Unakuta mtu ametendewa hata kakosa fulani hivi, lakini anashupaa nalo, alafu matokeo yake ni nini? Unasikia kila chakula tumbo
linanguruma tu, alafu unasikia sijui ni asidi imemwajikia tumboni, unasikia kuna pressure imepanda, unasikia kisukari kinaingia humo humo. Lakini mengi yake ni sisi tunabeba mizigo ya wengine, tunaifanya ni ya kwetu. Lazima tunapomaliza semina yetu na kongamano letu hili, tufike mahali tuwe tayari kuondokana na mizigo isiyo na faida tunayoibeba. Yesu alituambia tu, anayetaka kunifuata sharti afanye nini? Ajikane mwenyewe, ajitwike, alafu afanye nini? Sasa hayo ya chuki, hayo ya kisasi, hayo ya hasira na maumivu mengine ni sehemu ya msalaba, labda msalaba pori, sio ule msalaba wa wokovu. Kumbe tunapaswa tuachane na hayo ambayo hayatuletei manufaa katika kuishi kiafya ya kiroho na hata kimwili. Pia katika waraka wake kwa Waefeso, Mtakatifu Paulo huyo anatuambia hivi: basi achaneni na uhasama, chuki, hasira, kelele na matusi. Acheni kila uovu, muwe na moyo mwema na wenye kuhurumiana. Kila mmoja na amsamehe mwenzake kama naye Mungu alivyowasamehe ninyi kwa njia ya Kristo. Waraka wake kwa Waefeso sura ya 4 aya ya 31 hadi ya 32. Ni katika muktadha huu tunapata kung'amua maana ya msamaha kwetu sisi wabatizwa, kwetu sisi wa misionari, kuwa ni zawadi kutoka kwa Mungu. Zawadi kutoka wapi? Kwa Mungu. Na pia ni wajibu ambao kila Mkristo anaalikwa kuutoa kwa wengine. Ndugu zangu wakina mama, maisha ya ufuasi si lele mama, lakini tunapoyaelewa na tukayabeba tukamshirikisha Mwenyezi Mungu, ni maisha safi sana, na ni maisha ambayo yanatualika tuandae kuishi mbingu yetu tukiwa hapa. Lakini bahati mbaya, wengi wetu tunaandaa jehanamu tukiwa hapa, tukitegemea kupata mbingu wakati ujao. Mnaona hiyo Kwa sababu gani? Tunashindwa kushiriki na ile neema ya Mungu ambayo tumepewa ndani mwetu kwa njia ya ubatizo, ambayo inapaswa kutusaidia kuona zawadi hiyo kutoka kwa Mungu, kusamehe. Na tunasahau kuchukua wajibu wetu huo muhimu ambao ni wetu sisi wote wabatizwa, na ambao tunapaswa kushirikishana sisi. Na tuseme ninyi akina mama ambao mmeishi katika familia, mmekutana na mwenzako baada ya miaka mingapi? Labda miaka 18 kuelekea huko juu, si ndio kawaida? Sasa huo muda wote wa miaka 18, 20, 25, huyu mwenzako pengine mlikuwa hamfahamiani au mlifahamiana juu tu. Halafu mnakuja kukutana, mnaanza maisha. Na siku hizi tukiwaambia tufanye na mafundisho ya kutosha kabla ya kuingia kwenye taasisi hiyo muhimu ambayo ni familia, mnaona kwamba muda ni mwingi mno. Wale wa ndugu zangu wa Kigoma wanafahamu, lakini siku hizi wameanza kuelewa kwamba mafundisho ya ndoa au tunaanza na uchumba miezi mingapi? Miezi 9. Kama mtoto anavyotungwa mimba tumboni mwa mama
mpaka azaliwe miezi mingapi? 9. Sasa unaweza kusema nataka mtoto wangu azaliwe baada ya miezi 3? Hapana. Sasa hiki ambacho mnaenda kukianzisha ni familia, na familia hii ni taasisi muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Ni kitalu cha kuleta uzao duniani, na Mwenyezi Mungu amependa washirikishe taasisi hiyo muhimu ambayo ni ofisi yake ya kuumba, na hivi anataka kukushirikisha wewe uwe ni muumbaji mwenza, ushiriki na Mungu katika kuumba, na unataka uingie huko kirahisi rahisi tu. Wale wengine vijana wawata chipukizi, mpo? Semeni tupo. Sinawaona wengine ni chipukizi. Sasa wengine huwa siku hizi wanakutana kwenye Facebook, wala hajui anatoka familia gani, hajui amelelewa namna gani, hajui huyu ni maisha yake yakoje. Nasema uongo ukweli? Hasa hayo hayatupeleki mahali pazuri, na matatizo mengi yanaanza huko kwenye maisha yetu ya familia, kwa sababu hao ndio tunaishi nao karibu zaidi, mume wako na mume wake, mume wako na mke wake. Sasa unakuta wanaanza vinyongo huko ndani, hawawezi kuzungumza pamoja, hawawezi kusalimiana, wakati mwingine hawawezi kula pamoja, na hayo yanasababisha mateso na mahangaiko mengi. Dawa yake ni kusameheana, na unaposamehe, ambako tumesema ni zawadi kutoka kwa Mungu na pia ni wajibu ambao kila Mkristo anaalikwa kuutoa kwa wengine. Waanze kuutoa kwa yule ambaye mmekuwa si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Na baada ya hapo utaweza kwenda na pembeni na majirani kwenye jumuiya ndogo ndogo, lakini tuanze pale nyumbani. Lakini cha msingi pia matayarisho, na ninyi mna nafasi kubwa ya kuwashauri vijana wenu na watoto wenu wasije wakaingia kwenye taasisi hii muhimu kirahisi rahisi tu. Wajipe muda, wajifunze, wafahamiane. Basi baada ya kuingia humo, na wengine ambao tayari mpo humo, mnahitaji pia kusameheana. Msamaha ni kitu cha muhimu, huwezi kukiepuka, ili uishi kwa amani, uishi kwa furaha, na maisha ya familia yaweze kwenda kwa manufaa yenu na matunda yanayopatikana katika ile familia. Hivyo msamaha si jambo la hiari kwa Mkristo, bali ni agizo la Kristo na ni njia ya kushiriki maisha ya Mungu mwenyewe, kama anavyodokeza Mtakatifu Yohane Chrysostom. Anasema hivi: hakuna kinachomfanya mwanadamu afanane zaidi na Mungu kuliko kusamehe. Kuwasamehe waliofanya mabaya dhidi yake. Na unaposamehe usiseme na kusamehe lakini. Unaacha nini? Unaacha fundo. Samehe na yaache yaende. Sababu ukiacha fundo ukaja ukakutana na huyu mtu ambaye bado una mawazo mabaya kwake na unamdhania huyu ni mbaya wako, yani unachafuka moyo. Na mwili ulivyo, unakuta saa nyingine na asidi inamwajikia huko tumboni. Ndio matokeo ya vidonda vya tumbo, ndio matokeo ya mengine yanatokea humo. Sasa kuyaepuka hayo, tutambue katika imani yetu na wanavyotufundisha mababa wa kanisa, akiwemo huyu Yohane Chrysostom, anakuambia tukitaka tufanane na Mungu,
na sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa nani? Anatuambia hakuna kinachomfanya mwanadamu afanane zaidi na Mungu kuliko nini? Kusamehe waliofanya mabaya dhidi yetu. Hivyo msamaha ni njia ya kushiriki maisha ya Mungu mwenyewe. Pia Kristo mwenyewe anasisitiza jambo hili anapotuambia katika Injili ya Mtakatifu Marko sura ya 6 aya ya 15, lakini msipowasamehe watu makosa yao, naye Baba yenu wa mbinguni hatafanya nini? Hata wasamehe ninyi makosa yenu. Na bahati mbaya au bahati nzuri, hivi mnajua mnamdanganya Mungu sana. Sio ninyi tu, hata sisi wengine huku. Sijasema mimi nimekaa pembeni, lakini mnajua mara nyingi tunamdanganya Mungu. Wangapi wanasamehe? Wangapi wanasamehe hata mtu akimkosea neno baya kabisa? Wachache. Wangapi wanasali sala ile ya Baba yetu kila siku angalau mara moja? Nyosheni tu, msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Tunaona hivi, mnapoisali ile sala ya Baba yetu mnaitafakari vizuri? Na ile sala ya Baba yetu ni sala aliyotufundisha nani? Yesu mwenyewe. Hebu naomba niwaalike tuisali kwa utaratibu. Tukifika mahali nitawaambia hebu subiri kidogo. Baba yetu Hebu tungoje hapo. Mpaka hapo tumekuwa tunamwelekea Baba yetu ambaye yuko wapi? Tunamsifu, tunamtukuza, tunampa sifa na utukufu wake, na tunamuomba atupatie nini? Riziki yetu, atupatie mkate wa kila siku. Baada ya hapo tunaingia kwenye maisha yetu. Hebu tuendelee hapo. Inatosha. Mnaonaje hapo? Na sisi tunaisali kila siku, sio? Kwa hiyo tunamwambia Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lifanye nini? Litukuzwe. Tunamuomba na sisi tuishi kana kwamba tumeshafika huko. Ufalme wako na atakalo huku tuliko kama utupe. Tunamuomba atupe mahitaji yetu, si ndio? Alafu tunafahamu sisi ni wadhambi, ni wadhaifu. Tunamuomba msamaha, na hapo tunaweka ahadi. Na ahadi ni nini? Ni deni. Kwa hiyo muone umuhimu wa sala hii ambayo tunaisali na aliifundisha Kristo mwenyewe, na huyo Kristo mwenyewe na utaratibu wa mama kanisa tunapoadhimisha misa takatifu, sadaka ile ya Yesu mwenyewe pale msalabani, Ekaristi takatifu, na ambayo mnakumbuka vizuri ile kauli mbiu, Ekaristi takatifu ndio uzima wetu. Ni sadaka ile kama alivyosema Baba Nzigilwa ya Yesu mwenyewe pale msalabani. Alipojitoa msalabani, msalaba ukawa ndio altare, na yeye mwenyewe akatundikwa pale msalabani akiwa yeye ndio sadaka, na yeye mwenyewe akajitoa na kuadhimisha sadaka hiyo, na yeye mwenyewe akawa ndiye kuhani. Na hivi tunapoadhimisha, padre akiwa hapa, Kristo mwingine,
na tunapomwomba Mungu Roho Mtakatifu ili ashuke juu ya mapaji yale, ni Yesu mwenyewe anayeadhimisha. Kumbe yeye ndiye kuhani, yeye ndiye altare, na yeye ndiye sadaka. Na ndani ya hilo, sala hii imetengewa mahali pake maalum. Kabla hatujaenda kumpokea, tunamwahidi kabisa kwamba tunakutukuza jina lako, tunatamani ufalme wako ufike kwetu kama ulivyo huko mbinguni, na sisi tunakuomba utupatie mahitaji yetu, na tunamuomba atusamehe, na tunamwahidi tusamehe kama na sisi tunafanya nini? Msamaha. Msamaha. Ndio maana Mtakatifu Yohane Chrysostom akatuambia hakuna kinachomfanya mwanadamu afanane zaidi na Mungu kuliko kusamehe. Na sisi tujitahidi kufanana na Mungu, na ndivyo tulivyo. Lakini tunaposhindwa kusamehe, tunapoteza ule ufanano wetu na Muumba wetu. Sasa basi, hebu tuangalie kidogo msamaha katika historia yetu ya wokovu. Katika Agano la Kale, historia nzima ya wokovu wetu inaweza kuitwa historia ya Mungu anayemtafuta mwanadamu aliyepotea ili ampatanishe naye. Hii inajifunua wazi tangu Agano hilo la Kale, ambapo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 9, baada ya dhambi ya Adamu na Eva, Mungu hakuwatelekeza bali aliwatafuta. Lakini Mwenyezi Mungu akamuita huyo mwanaume, uko wapi? Si mnakumbuka? Na yeye akasema nimejificha. Ndio akaulizwa umekula lile tunda? Akasema amepewa na fulani. Na wewe fulani imekuwaje? Akasema ni huyo nyoka. Nyoka akapewa adhabu na wote wakaambiwa sasa mtatafuta cha kwenu. Lakini tuone la msingi hapa, Mungu anayetafuta. Mungu ambaye hatuachi tuangamie. Je, sisi tuko tayari tunapotafutwa na Mungu kusikia sauti yake? Rejea kitabu cha Kutoka sura ya 32 aya ya 14. Tunapata ujumbe huu pia. Lakini pia baada ya Waisraeli kutengeneza na kumwabudu ndama wa dhahabu, Mungu aliwasamehe. Pia baada ya Daudi kufanya uzinzi na Bathsheba, ametuambia vizuri pia baba Bududu hapa, na kumuua Uria mmewe Bathsheba, Mungu alimsamehe. Rejea kitabu cha pili cha Samueli sura ya 12 aya ya 13. Mifano hii inamfunua Mungu kama baba mwenye kusamehe. Hafurahii adhabu, bali anafurahia kurudisha mahusiano yaliyovunjika. Na sisi tunapaswa kupita humo humo. Tunasameheana sisi kwa sisi. Tuangalie katika Agano Jipya. Katika Agano la Kale Mungu alizungumza juu ya akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Luka sura ya 23 aya ya 34. Huu ndio upeo wa upendo wa Kristo, yaani kumpenda hata anayekudhuru. Na ninyi kwa kauli mbiu yenu ya WAWATA mnasema nini? Kwa upendo wa Kristo. Sasa huo upendo wa Kristo uko hapo kwenye kusamehe. Na sisi ni kama kauli mbiu yetu, tunajifunga kwa nia njema
na inatukumbusha kwamba tuyaishi hayo ya kusamehe. Jambo la kushangaza ni kwamba Yesu aliwasamehe watu kabla hata hawajaomba msamaha. Sisi tunangojea mpaka waje, sio? Na akija tunampa masharti mengi mengi. Mimi na wewe leo tujiulize, tunayaishi haya kwa matendo au yapo tu mdomoni? Kristo anatufundisha kuwa kusamehe si lazima kusubiri mkosaji aje kuomba radhi. Badala yake, tunapaswa kuwa wa kwanza kupeleka zawadi hii, zawadi ya msamaha. Tuipeleke kwa wengine, na tunapofanya hivyo, kama alivyotueleza Mtakatifu Agustino kwamba ni kubeba chuki. Kubeba chuki ni kama kunywa sumu huku ukitarajia mwingine afe. Tunaelewana hapo? Yaani kushindwa kuchukua hatua na kwenda kumfuata mwenzako na kumwambia jamani, tusameheane, au nisamehe, nimekukosea. Na hata wakati mwingine ukijua kwamba huyu ndiye kanikosea, yeye ameshupaa katika hali yake hiyo, chukua hatua. Nenda mwambie, ndugu yangu, naomba nisamehe. Kwa nini hatuzungumzi? Na yeye akiwa na dhamira iliyo hai atajiuliza, mbona mimi ndio namkosea alafu anakuja kuniomba msamaha? Mtakatifu Agustino anatuambia kwamba kushindwa kuchukua hatua na kwenda kumfuata huyo unayefikiri kwamba amekukosea, na yeye hataki kuomba msamaha, na wewe unafahamu umuhimu wa msamaha, ni sawa na mtu kunywa sumu na huku anatarajia yule ambaye hawazungumzi yeye afe. Unakunywa sumu kwa niaba yake. Uone watakatifu hawa katika tafakari na kuona umuhimu wa msamaha walivyotumia hata lugha ya picha ambayo ni ngumu, na sisi tuna nafasi ya kuyatekeleza, halafu tunajikalia tu, tunakaa hivyo hivyo. Hatuko salama, kwa sababu unapoweka chuki ndani, unaposhindwa kutoa msamaha, unahangaika kuliko hata yule ambaye pengine ungefikiri angekuja kuomba msamaha. Kwa sababu pengine hujui, wewe dhamiri yako iko hai, kinakuuma. Yule mwingine pengine ilishakufa, wala hajali wala haoni shida yoyote. Unabaki wewe ukihangaika. Nenda ukapatane kwa faida yako na faida yake pia, kama ataelewa. Kwa sababu wakati mwingine unaweza hata kumdhania mtu, ulimuona anaongea na mtu pale, ukasema mume wangu anaongea na yule pale, wanaongea nini? Ukaanza kujiwekea picha zako kichwani. Anasema ameanza tena. Kumbe maskini ya Mungu wala alikuwa hana lolote la ajabu, lakini wewe unambeba, unaliweka moyoni. Akija nyumbani unaanza kumuongeleshia vibaya, anashangaa, sasa nimekosa nini? Pengine hata nguvu ya kukuambia mke wangu samahani, nimefanya nini hana. Na afadhali ungemwambia, nimedhania hivi pale, nimekuona lakini roho yangu haikukaa sawa sawa, alafu mkayamaliza. Utaishi kwa afya nzuri, ukila chakula unanawiri tu. Kwa hiyo ndugu zangu, tuone umuhimu wa msamaha. Sasa nakwenda kwa haraka kidogo, muda sio rafiki. Msamaha katika mafundisho ya kanisa. Leo hii tunaishi katika ulimwengu wenye migongano ya kifamilia, migawanyiko ya kijamii, migogoro ya kikabila na kiitikadi, majeraha ya kihisia
na kutokusameheana na kutokusemeshana kwa sababu mbalimbali. Tunaishi katika ulimwengu unaoamini zaidi katika falsafa ya jicho kwa jicho, jino kwa jino, na kama wanavyopenda kusema vijana, ukimwaga mboga unamwaga nini? Sasa hapo nani ameshiba? Sababu wote mmemwaga, kuna aliyeshiba. Sasa nani amefaidi katika hilo? Hakuna. Kwa maneno mengine, tunaishi katika ulimwengu unaoamini na unaosherehekea zaidi visasi na chuki kuliko msamaha, kuliko mapatano na kuliko upendo. Na upendo ndiyo kila kitu. Ndio pale nilisema usimtendee mwenzako usichopenda utendewe. Na wewe pia kile ambacho ungependa utendewe, mtendee mwenzako. Hapo unaonyesha ule upendo, na hapa duniani tutakuwa tunaishi mbinguni tayari. Ile ambayo tunamwambia Baba atupelekee huyo, ufalme wake uje kwetu, na tuweze kuishi tukiwa tayari katika maisha haya. Chuki ina matokeo ya kushangaza ambayo pengine tunayaona na kuyapuuzia au hata kutoyaona. Chuki haimuumizi tu yule tunayemchukia, ila pia inatilia sumu mioyo yetu na kuiangamiza taratibu, huku tukijisalimisha wenyewe kwa shetani. Tumeambiwa shetani yupo anapita huku akitafuta watu ili awaangamize. Maana Mtume Paulo katika waraka wake kwa Waefeso anatuhimiza, kama mkikasirika, msikubali hasira yenu iwafanye mtende dhambi, na wala msikae na hasira kutwa nzima. Anaongea yale yale ya Mtakatifu Petro. Msimpe ibilisi nafasi. Waefeso 4:26 hadi 27. Msamaha ni ufunguo wa moyo unaofanya moyo wa anayesamehe kuwa huru. Na hamna jambo zuri kama kuishi kwa uhuru na amani. Uhuru na amani. Tunaweza kujiuliza, kwa nini msamaha leo unaonekana kama jambo gumu? Msamaha unaonekana kama jambo gumu kwa sababu hii: kiburi. Tumekuwa na kiburi, hofu ya kuonekana dhaifu. Anasema nenda kamuombe mwenzako msamaha, anasema yaani nionekane mimi ndio dhaifu kwake, nimeenda kumnyenyekea. Unabaki na chuki, unabaki bila kutoa msamaha. Na lingine ambalo ni kisababishi ni tamaa ya kulipiza kisasi. Mtu anakukosea ndiyo, alafu unasema ngoja ataniona. Atakuona wapi sasa? Unabaki ukiwa na chuki ndani ya moyo. Lakini sababu kubwa ni kukosekana kwa msaada wa kiroho. Roho zetu tunaziacha, tunashikwa na mambo yapitayo zaidi. Tunasahau kuyaishi yale ya kiroho pia. Roho tuitunze, inayoupa uhai, na mwili pia. Yaani kuutazama msamaha kibinadamu zaidi, kama tendo lisilowezekana. Na hapa ndipo maandiko matakatifu yanapotukumbusha kuwa hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Luka 1:37.
yote kwa Mungu yanawezekana. Kumbe na hata la kusamehe linawezekana tukiamua. Mama zangu, mpo? Bado mnapendana? Basi muangalie mwenzako, mwambie nakupenda. Sasa hilo mmeambiana wenyewe. Hivi na kule nyumbani unakumbuka kumwambia mwenzako hivyo? Wale ambao bado, ukifika leo mwambie mwenzangu nafanya nini? Hapo sawa. Asante sana. Sasa kanisa la Mungu linatualika kutambua kuwa msamaha mara nyingi si tukio la papo hapo, bali ni safari inayohitaji neema ya Mungu. Msamaha ni zawadi ya Mungu, na hivyo ili kusamehe lazima kumuomba Mungu atupatie hii zawadi. Bila kufanya hivyo, tutaendelea kuona msamaha kama tendo lisilowezekana. Na hivi niwaalike katika majumuisho yenu, katika kongamano la mwaka huu, muliweke na hili kama kipaumbele, kwamba tuweke nia maalum. Kila mmoja aangalie yule ambaye anadhania kwamba hawazungumzi, hawaelewani. Muombe Mungu akupe nguvu, courage, uende useme naenda kuchukua hatua. Uone hili ni jambo la kiroho zaidi, la kimungu, na nimfuate huyu, namwambia naomba tuzungumze, tuyamalize, na mtaona jinsi mtabaki kwa amani na uhuru mwema, na mtamwabudu Mungu na kumpa Mungu sifa na utukufu siku zote ukiwa na amani. Kwa sababu wakati mwingine kutokusamehe tunayabeba hata tunapokwenda kumwabudu Mungu. Badala ya kuja kumsifu Mungu, kumpa Mungu sifa na utukufu, na kumkabidhi yale ya familia zetu na mahitaji yetu, tunawabeba wale ambao tuna chuki nao. Ukitaka kuunganika na Mungu moja kwa moja, umpe mambo yako, linakuja lile, inakuwa ni kikwazo. Kwa hivyo tujiwekee nia maalum, tusali, tumuombe Mungu atuondolee janga hili la kutosamehe. Katika ulimwengu unaoamini katika visasi na chuki, sisi Wakristo na Wakristo wa Katoliki haswa tunaitwa kuwa mashahidi wa msamaha, kwa sababu ni wajibu wetu kusamehe. Maana bila kupanda msamaha hatuwezi kuvuna msamaha. Rejea Mathayo 18 aya 35. Unapata kamwanga hako. Bila kupanda msamaha hatuwezi kuvuna msamaha. Mwambie tena mwenzako, kama amesinzia mwambie, mama, panda msamaha. Tupande msamaha ili tuvune nini? Msamaha. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2845 inatufundisha hivi: hakuna mipaka wala kipimo cha msamaha huu muhimu wa kimungu. Hakuna mpaka
wala hakuna kipimo katika kusamehe. Tuone hili jambo la kimungu. Kwa hivyo usiseme nimeshamsamehe mara nyingi, sasa basi. Yesu angefanya hivyo tungeokolewa. Na baada ya kutukomboa tumekamilika. Sasa tuchukue hatua. Hivyo tukimaliza katika hili la msamaha, Kristo anapotuhimiza kuwapenda adui, hamaanishi kwamba tuishi kana kwamba uovu haupo. Badala yake anatutaka tusiuruhusu uovu kutufanya sisi wenyewe kuwa waovu. Uovu upo, lakini tusiuruhusu uovu kutufanya sisi nani? Waovu. Kama nilivyokwisha kudokeza hapo mwanzo, msamaha hauondoi ukweli kwamba kosa lilitendeka, wala hauhalalishi uovu. Badala yake, tunaposamehe, tunapomwachilia mfungwa aliyekosewa ili awe huru kutoka katika utumwa wa chuki na kumfungulia njia ya uponyaji wa ndani, na tunaifanya mioyo yetu ipumue hewa safi. Nani asiyependa kupumua hewa safi? Basi, na ukitaka uondoe kile ambacho nasema kimenikaba hapa kooni na hapa kwenye moyo, samehe. 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 Sasa hebu tuone tena kidogo kuhusu upatanisho. Tumeelewa kitu kuhusu kusamehe? Tuko tayari kusamehe? Na Mungu atusaidie. Upatanisho, kurejesha ushirika uliovunjika. Kwa kifupi, ni kurejesha nini? Maana ya upatanisho ni hatua inayofuata baada ya msamaha. Samehe halafu patana. Kwa hivyo vinaenda kwa pamoja. Tumeona kuwa msamaha ni tendo la hiari la kuachilia chuki na kuamua kutomlipa mtu ubaya kwa ubaya. Hivyo upatanisho ni hatua inayolenga kujenga upya uhusiano uliovunjika na kurejesha ushirika uliopotea. Hatua inayolenga kujenga upya uhusiano uliovunjika na kurejesha ushirika uliopotea. Msamaha, forgiveness, unaweza kutolewa hata kama mhusika mwingine hajabadilika. Lakini upatanisho au reconciliation unahitaji juhudi za pande zote ili kurejesha uhusiano uliovunjika. Inakuwa kama gumu kuliko kusamehe. Kama tulivyoona katika maandiko matakatifu, tangu mwanzo Mungu alimuumba mwanadamu kwa ajili ya ushirika ambao ulivunjwa hata hivyo na dhambi iliyomfanya mwanadamu kuwa mbali na Mungu na ambayo ilizaa utengano. Yaani kutengana na Mungu, kutengana na jirani, kutengana na nafsi zetu wenyewe. Wakati mwingine tunakuwa mbali hata na nafsi zetu wenyewe. Yaani tunashindwa hata kujipenda wenyewe. Na pia kutengana na mazingira. Mazingira ambayo tumeumbwa naye Mwenyezi Mungu, akaona yote ni mazuri na akatukabidhi. Pamoja na hayo yote,
Mungu lakini kwa upendo wake, kama tulivyokwisha kuona, hakumwacha mwanadamu katika hali hiyo, bali alimtoa mwanaye pekee, rejea Yohane 3:16, ili kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo tupatanishwe naye. Yeye asiyekuwa na dhambi anakuwa tayari kufa kwa ajili yetu sisi wa dhambi. Ameteseka, akafa, akafufuka kwa ajili yetu. Ndiyo maana Mtume Paulo katika waraka wake wa pili kwa Wakorinto anasema, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Wakorinto wa pili sura ya 5 aya ya 18. Na tena katika kitabu waraka huo huo aya ya 19 anaendelea kusema, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Amelitia wapi? Ndani mwetu. Ni sisi tulisikie na tulitoe huko lifanye kazi. Hivyo Kristo si tu mjumbe wa upatanisho, bali yeye ndiye upatanisho wenyewe. Kristo si mjumbe wa upatanisho tu, bali ndiye upatanisho wenyewe. Maana kwa njia ya umwilisho, yaani kule kuzaliwa kwake na mama Bikira Maria, yeye alitumwa kwa wakati ulipowadia, akazaliwa na mwanamke katika utawala ule wa sheria, ili aweze kutukomboa kutoka katika hali ile ya kifungo cha sheria. Na hivi katika fumbo hilo la Mungu kuchukua mwili, Mungu nafsi ya pili, maisha yake ya utii, mateso yake, kifo chake msalabani na ufufuko wake umeuondoa uadui uliokuwepo kati ya Mungu na mwanadamu. Na Mtume Paulo anafafanua vizuri anaposema katika waraka wake kwa Wakolosai sura ya 1 aya 20 kwamba kwa damu yake msalabani akafanya amani. Kwa damu yake msalabani akafanya amani. Wakolosai 1:20. Hivyo msalaba wa Kristo ni mahali ambapo haki ya Mungu inakutana na huruma yake. Haki yake Mungu inakutana na nini? Na huruma yake. 2, dhambi inashindwa na upendo. Upendo unashinda nini? Dhambi. Na 3, mwanadamu anarudishwa katika urafiki na Mungu. Tumerudishiwa mahusiano na Mungu yaliyopotea kutokana na hali ya dhambi, kutokana na hali yetu ya kushindwa kuishi maagano yale ya wazazi wetu wa kwanza. Kumbe upatanisho huanza kwa kutambua ukweli kuhusu dhambi. Moja ya matatizo makubwa ya mwanadamu leo hii ni kupoteza hisia ya dhambi. Kupoteza nini? Hisia ya dhambi. Mtu anaweza akafanya dhambi kubwa tu, lakini wala hajali, wala haendi kuungama. Na wengine ndio huko kuingia kwenye kufuata, unasikia njoo kwangu huku utasamehewa mizigo yako yote na mambo mengine kama hayo. Tunahubiriwa injili ya mafanikio. Tunataka maisha ya nini?
ya mteremko. Tunasahau kwamba tumekombolewa kwa njia gani? Ya msalaba. Na Kristo ametuambia, anayetaka kunifuata ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate. Sasa sisi tunaenda kutafuta vitu ambavyo haviturudishii ile huruma ya Mungu na msamaha ambao tunatakiwa tuutoe. Na ndio maana unakuta na Wakatoliki wetu wapo huko wanaenda kutafuta udongo wa mpako, kutafuta na keki ya upako. Siku hizi nasikia ipo, ukiila upate njaa kabisa. Nasikia wengine wanaenda kukanyaga mafuta ya upako, wanaanguka, wanakanyagana, wanakufa. Utamlaumu Mungu? Watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Sasa maarifa ndio haya, ni kusameheana, ni kupatana, na tuanze nini? Maisha mapya. Sio kwenda kutafuta udongo umetoka si Yerusalemu, eti Yesu alikanyaga hapo kwenye huo udongo. Tangu anachota hapo haujaisha tu. Hebu tuelimike na haya imani yetu na tubaki njia kuu. Tuache kukimbia huko na huko. Wengine anatuambia njooni hapa, njoo toa ushuhuda, nenda hapo mbele, sema madhambi yako yote, unamwajika madhambi yako yote. Ukitoka hapo unasema mimi tayari nimeshaokolewa, nimepatana. Hiyo ni sakramenti ya upatanisho. Ndio au hapana? Si mnafahamu maana sakramenti ya upatanisho? Sio kwenda kutangazia kadamnasi ya watu. Mimi nilikuwa mzinzi, mimi nilikuwa mwizi, nilikuwa jambazi, na tangu leo hii nampokea Bwana. Akitoka hapa nasema mambo yangu yote nini? Poa. Hamna chochote. Hata kama mngeenda kuhubiria watu wa dunia nzima, lakini hujaenda ukaambiwa kwamba unaenda kwa mtumishi wa Mungu, umeshafanya tafiti moyo, umeshaangalia hapa nimekosa, na unadhamiria kwenda kusamehewa dhambi hiyo, na unaenda kuiungama waziwazi kwa Yesu mwenyewe kupitia mtumishi wako, na yeye akakuombea, na kwa huduma ile ya kanisa akakuondoa dhambi zako, utaendelea kubaki nazo tu. Kwa hivyo tusitafute imani za watu wengine huko ambazo zinataka kutupeleka katika mambo rahisi, na sisi tukakimbilia humo, tunaangamia. Nasikia nabii mwingine wala hajawahi kufanya sivyo, wala mlango wa shule hajawahi kuona, anasema yeye ni nabii, yeye ni mtume, na watu wanaanza hapo, wanaenda. Baada ya hapo ameongea hapo, kitunga kinafuata. Akiona mama amevaa mkufu wake wa dhahabu anasema hiyo mambo ya haya yafai hadete.